nitamaliza. Yaani naanza na namaliza. Mimi naanza na namaliza. Hebu tushirikiane. Jamani, tumeitana hapa tena. Mdogo wetu amefaulu kwenda chuo, tukasema kwamba tuchange pesa, sababu pesa ilitakiwa 3,000,000. Tumejichanga hapa, tumepata 3,500. Mimi nilitoa 1,000, Makungu alitoa shilingi 100, wewe alitoa 500, wifi yetu, mdogo wetu huyo alitoa shilingi 50. 3,500? Baba yetu mdogo katoa 500. Ndio iliyopatikana. Tumepambana, tumejipiga. Unavunja moyo. Kwa hiyo wewe ulikuwa unataka kujifanya wewe ndio unaakili sana. Kwa hiyo hela ndogo, si ndio? Si ungejitolea wewe, ungesema kwamba mimi jamani ile 400,000 na 50,000 yote ninayo. Ungetoa ngamkabisa dai. Natakiwa kwenda shule. Shule jamani. Ndio maana shule nyingine niwasaidie jamani. Nisome mimi. Nije niwasaidie. Hata vio garage. Uzeni ta nyumba hii hapa, uzeni. Tuuze nyumba. Uzeni nyumba hii hapa sasa. Kidogo kanipa wazo. Mimi sio kaka mkubwa. Dogo umekuwa. Hebu tujadili sasa tunafanyaje kuuza, tunapataje madalali. Faza yupo hapo ba mdogo. Tumalizika ba. Jumbe pale dalali, mpeni tenda. Mdogo tutakuwa tumefanya la maana huko. Tutaenda chuo. Tunatoa hiyo 3,000,000 naenda chuo, ila nyingine tunagawana, tunafanya biashara. Yaani kila mtu afanya biashara. Kweli kabisa. Mimi mwenyewe nitaenda nikauza hata vitumbua huko. Unaona? Ndio. Yaani unajua baada ya kulipa ada yangu na mmeshanipa hela yangu ya kwenda kula shule. Hebu ngoja kwanza. Kanichekesha huyo. Yaani kwenye swala la kuuza mjengo anataja biashara yake ya vitumbua. Huo maskini huo. Makunguru. Yaani wewe marehemu kaka yangu ananiachia watoto, akaniambia Makunguru ndiye kaka mkubwa mtakayesaidiana katika kulea familia. Kumbe ni bule. Unasapoti kuhusu huyu mdogo? Swala la kuuza nyumba. Yaani mimi blank, yani ba mdogo, mimi mwenyewe nakuunga mkono. Yaani mume wangu kila siku, yani kwa sababu hajasoma ndio maana angesoma wewe ngopa na akili nyingi. Mama mkwe. Sasa Hebu ngojeni. Moja ya usia. Ila kweli nyumba haiuzi. Moja ya usia baba yenu. Hebu ngojeni kwanza. Nyumba hii kaniambia isiuzwe, iwasaidie watoto wake. Na mimi baba yenu mdogo nasema nyumba haiuzwi. Na baba kasema lazima nisome. Sasa tusikilizane. Hebu tusikilizane kwanza. Unajua kwanza kama baba mdogo ni mlemavu na mke wangu mimi pia ni mlemavu kabisa, tuna wakili. Unajua mtu ambaye anainyonga nywele zake yani tayari kashapata ulemavu wa nywele. Unaanza ukimwona mtu kavaa miwani maana yake ana ulemavu wa macho. Kwa hiyo aone mbali. Unaanza ikikikaa kitavuruga. Naanza na nitamaliza.